Huku kwetu lita moja maziwa ni shilingi 60 kwa saa hii. Vipi ng'ombe upate kama unatoa vizuri maziwa kama upata lita 20, 10. Ukipata lita 20 za maziwa mara 60 hapo na 1200. Kila siku unapata 1200. Kwa mwezi huko na 1030 na hapo. Unakuwa pale mtoto atapata kulipia karo, mwenye chakula utapata kutoka na hiyo ng'ombe. Kwa zaidi nakuja wakati wa kiangazi. Chakula mbuzi inabidi unaenda mbali kuwatafutia chakula. Kingine ukiwa na jua kali maradhi nayo yanakuwa mengi zaidi. Unaona? Mfugo wako unaathirika zaidi kwa sababu hakuwa yeye mwenyewe hashibi, anaingia magonjwa zaidi. Unaona? Sasa inakuwa hali ngumu. Hiyo ni amue kwanza, la muhimu nawe na subra. Alafu uvumilivu hali ya juu na kujitolea, kwa sababu kufugaji unataka kujitolea. Ikiwa hujajitolea na hujaamua, haitaki mambo mawili. Kama mama anataka kufuga, wewe fanya hiyo, ni kazi. Good people, good world, good Africa, good East Africa, good Kenya, good Kenyan coast, and of course, good Kilifi County. This is your host Kazungu Samuel, and this is the Untold Farming segment coming to you from Ganze here in Kilifi County. Remember, as Untold Farming segment, we amplify the voices of African farmers. They tell us their stories. Some of these stories have not been told to the larger audience, but we are here to share these stories. Of course, stories of hope, resilience, and of course, determination from our farmers. Remember, Africa has a lot of resources. Now, it's upon to us as Africans to make sure that how do well these resources assist us in our day-to-day lives. So here today is a story of resilience, a very, very interesting story about a farmer who keeps livestock here in Ganze. It's a story worth watching, and I'm sure after this story, you will have learned one or two things. Again, we are targeting the 10,000 subscribers mark by December this year, and hopefully you can be one of those people making that to happen. So what you need to do, go to the channel, subscribe, and of course, hit on the notification bell so that you are notified whenever a new episode is loaded into this channel. A bigger shout to all those who continue to watch us from all over the world, those in US, those in UK, those in Germany, those in East Africa, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi. Big up sana. You are really doing great to support this channel. So in a moment, here comes the story of hope and resilience in Ganze. Ukiangalia ile kamera, naomba ujitambulishe kwa watazamaji wetu wajue tunaongea na nani. Mimi kwa majina najua kama Juma Kalama Rajab. Mimi mkazi wa Kilifi, Magogoni, Sokoke, Karimakio village. Okay. Hapa ndio. Asante sana. Shukrani sana. Sasa kwanza tunashukuru kwamba umetukaribisha hapa kwako. Karimakio. Kijiji cha Karimakio. Watazamaji, hili ni eneo la Magogoni sublocation katika eneo bunge la Ganze. So tunaona kuna mradi hapa, unafuga ng'ombe, of course na mbuzi pia. Tutakuwa tukionyesha watazamaji wetu haya yote. Lakini labda tu kwanza utuambie uko na ng'ombe wangapi ambao unafuga na ni aina gani ya ng'ombe? Ni local zebu, ni cross, ama ni na ulianza lini huu mradi wa kufuga ng'ombe? Mimi kwa kweli mradi wa ng'ombe sikuanza kitambo na wala si juzi. Ng'ombe wakati niko kibarua ndo nilinunua ng'ombe mmoja kaja hapa. Akaa nao kisha matatizo yalivyoingia wale ng'ombe wakuzika, ndio nikaanza upya tena. Ilikuwa ni mwaka gani na ni matatizo gani unayosema yalivyokuwa? Mambo ya kiafya nyumbani ndio. Okay. So ni mwaka gani ulivyo? Ilikuwa ni mwaka 2015 hapo. Ndio nilianza kufuga hizi ng'ombe. Kanunua ng'ombe kisha hao ng'ombe kaja kuuza mpaka nikawa nimefisika, ndio nikaanza upya tena hivi juzi tayari sasa. Ndio sasa niko na hawa ule cross yule wa zebu na brown Swiss. Okay, bila shaka tutafikia hawa wanyama pia tukizidi kuonyesha watazamaji wetu. Lakini labda uelezee tu kwa manufaa ya watazamaji wetu, labda ni kitu gani kilikuwa kinakusukuma kwamba
unadhani mradi huu wa kufuga ng'ombe unaweza kukusaidia? Ni vitu gani na ulikusaidia vipi hata awamu ya kwanza kabla uende chini tena alafu ukarudi tena? Ng'ombe, lengo la muhimu wa kufuga ng'ombe, jambo la kwanza unaweza pata lishe hata kwako wewe, kwa familia yako. Na pia hapo unapata njia ya kipato kidogo, kwa sababu ukiwa ukifuga ng'ombe ukaanza kukamua maziwa pale, utapata kuuza maziwa, na pia familia yako pale utapata pia chakula na virutubisho kabisa na male maziwa pia. Ndio maana ilikuwa ni bora zaidi kwanza ng'ombe. Okay. Ndio. Kwa hivyo ni ufugaji tu ambao una faida tele ukiwa unaushika vizuri. Mfugaji wa ng'ombe kwanza uwaboreshe, waende ukiwaboresha mpaka kwa maziwa vizuri, hiyo inakuwa ni ajira tosha kwa mtu. Kwa sababu iwapo utapata maziwa huku kwetu, lita moja maziwa ni shilingi 60 kwa sasa hivi. Vipi ng'ombe upate kama wanatoa vizuri maziwa, kama upata lita 20, 10, ukipata lita 20 za maziwa mara 60 hapo na 1200. Kila siku unapata 1200. Kwa mwezi uko na 1030 na hapo. Unakuwa pale, mtoto atapata kulipia karo, mwenye chakula utapata kutoka na hiyo ng'ombe. Ndio. Asante sana. Tuko katika boma la Bwana Juma Kalama. Hebu tuelezee Juma tu kuhusu huyu ni ndama. Huyu ni ndama. Huyu ana muda gani sasa hivi? Kwa sasa huyu yuko na mwaka mmoja na miezi 4 huyu. Mwaka mmoja na miezi 4. Okay. So huyu ni ndama wangapi katika kwa mamake labda? Huyu kwa mamake ni ndama watatu. Ndama watatu. Mamake yuko hapa? Mamake hayuko. Hata mimi nilifanya kwenda mchukua. Nilimchukua kwa sababu nilikuwa na wakienyeji. Sasa huyo wangu wa kienyeji alikuwa sasa hawa wenyewe huyu walikuwa namuuza. Kwa kweli pesa kumnunulia ng'ombe ilikuwa sina, lakini ndama wangu naye alikuwa kidogo amekuwa. Ikanibidi nikaenda piana huyu ndama wangu, akauzwa yeye, akaenda chinjwa. Mimi ndo nikachukua huyu wao, nikafanya nini? Kwa gharama ya pesa ngapi? Kwa hiyo huyu ukisema kama ni gharama yake ni pesa ngapi sasa? Huyu kwa kumnunua huyu, ukienda kwa wale wanunuzi wenyewe utamba si chini ya 40,000. Huyu sasa. Na huyu ni cross ama ni zebu? Ni local kabisa ama? Huyu si local. Huyu ni mchanganyo wa hao brown Swiss na hao na zebu. Okay. So mtazamaji, huyo ng'ombe unayemuona hapo kwa runinga yako huyo, kulingana na huyu mfugaji ni kwamba yeye ni mchanganyiko wa brown Swiss na local zebu. Okay. Asante sana. Huyu hapa, hebu tuelezee kuhusu huyu pia. Huyu na hivyo huyu naye ni mchanganyiko hivyo. Huyu pia naye ulichanganya ni cross hivyo. Mamake alikuwa kienyeji, babake naye alikuwa ni cross of Fresian. Okay. Na akachanganywa huyu. Vyema kabisa. So hawa wote ni ndama. Huyu pia alizaliwa hapa ama alinunua pia? Huyu alizaliwa huyu. Huyu alizaliwa hapa. Okay. Alizaliwa hapa. Lakini mamake anafanya nini? Mamake tulimuondoa. Okay. Ndio. Na tuelezee huyu sasa naye ni yupi? Huyu naye ni cross hivyo huyu. Okay. Maziwa hivyo huyu naye. So hawa wote ni cross. Ni cross huyu. Okay. Kabisa. Okay. Huyu ni cross ya Gansi hao. Huyu ni Gansi. So mtazamaji, huyu ni Gansi. Huyu ni cross ya Gansi kama vile mfugaji wetu anavyotuambia. Na hawa ambao ni cross na zebu wakishikana. Matunzo yake yako vipi? Yaani umekuwa na hawa mifugo kwa muda sasa. Ndio. Hebu tuelezee, kuna challenge yoyote unakumbana nayo labda ya cross na zebu? Wajua wale zebu wana resist magonjwa hata kiangazi. Kiingana na hawa exotic wale hawabebi sana dharubu ya jua, dharubu ya magonjwa. Ndio maana huwa ni bora ukipata wale kuchanganyiwa kwako inakuwa ni bora zaidi. Kwa sababu amepata kiasi cha huku na huku akichanganya, kwa kweli itakuwa ni manufaa. Okay. Ndio. Na huyu mwingine hapa tunayeona hapa ni mkali ama si mkali? Huyu pia si mkali hivyo tena. Mtazamaji, huyu sasa huyu ni zebu, ni local kabisa huyu. Huyu si local naye, ni cross hivyo ya Fresian na local hivyo.
1 na miezi 8 kuelekea miaka 2 huyu. Lakini hajapandisha. Lakini natumaini sasa hayuko mbali kupandishwa. Okay. Ndio. Okay. Vyema kabisa. Naam. Labda watu watajiuliza. Naam. Mbona hujaamua kukuza tu local kwa wingi, yani zebu tu kama labda mbona unaamua exotic, unaamua cross? Wajua watu wengi hawaelewi. Iwapo umechukua ng'ombe wa kienyeji wengi umewafuga, kwako itakuwa ni hasara. Kwa sababu utafuga ng'ombe wengi lakini mazao yake yatakuwa ni kidogo. Kwanza maziwa hutayapata mengi. Ikija kwa nyama kuuza nao pia bei yake pia itakuwa ni duni vile vile. Unaona? Sasa inamaanisha wewe utakuwa unamtoa hasara. Lakini ukiwa umechanganya mazao, ukubwa yule ng'ombe ukijafika hata wakati wa kuuza utapata pesa nyingi. Okay. Ikijafika wakati wa maziwa vile vile maziwa nayo pia yataongezeka, ambao kutokana na maziwa utapata maziwa mengi, ambao pia wewe utafaidika na kutoka na maziwa. Okay. Lakini yule wa kienyeji maziwa ni kidogo. Utapata atakayekupatia lita moja amejibidisha sana ng'ombe kupata lita moja. Okay. Na hapa yule ambaye amepungua sana kupata lita 4. Wewe unatoa maziwa hapa? Kwa sasa mimi kwa kuwa hawajaanza kupandisha sasa maziwa sina. Nasubiri wakianza kupandisha na mimi naanza kuvuna maziwa. Na najua utakuwa na maziwa mengi sana. Kwa uchache hawa ng'ombe 5 wakija zao kwa mpigo sitakosa lita 25. Kwa uchache sitakosa lita 25 kwa siku. Ambayo itakuwa ni pesa nzuri. Itakuwa ni pesa nzuri. Asante sana. Asante. So pia mtazamaji, tunaelekea hapa, naona kuna bull hapa. Ng'ombe mkubwa sana huyu. Huyu ulimtoa wapi huyu, na ushamleta tu ama ulimnunua ama ni nini? Huyu ng'ombe huyu mimi katapila. Huyu ng'ombe nilifanya kumnunua huyu. Ulimnunua? Nilimnunua huyu. Pesa ngapi huyu? Nilimnunua 35,000 akiwa na mwaka mmoja. 35,000. Okay. Kutoka Kilifi. Sehemu inaitwa Mtondia huko. Yes. Hii breed hii ni Ashan. Huyu Laxio Ashan. Ni Ashan. Ashan huyu. Okay. Ulimnunua 35,000 na pesa ya gift direct. Katika ule mradi wa gift direct. Mradi wa gift direct uliopeanwa pesa. Watu walikuwa wanapeana pesa. Ndipo ulipochukua huyu. Huyu ili niweze kuboresha wale ng'ombe wangu wakija fika wakati wa kupandisha nipandishe hao wale wangu ile mbegu nizidi kuipandisha. Ndio. Alafu hata pia majirani nao ambao watakugeuza mbegu naye pia afanye nini hivyo wazidi kuboresha nao. So huyu sasa hivi ana muda ana miaka 2 huyu. Ana miaka 2. So ako tayari kupandisha ama? Huyu sasa ashaanza kwa tayari kupandisha. Mpaka sasa na kama ng'ombe 7-8 ambao wao wako na ujauzito wake. Okay. No. Lakini hebu mtazamaji wetu, nafikiri cameraman kama anaweza kuja kutuonyesha ni nini kilifanyika hapa, ama hapa ni vile vindege. Kuna vindege huwa vinakuja vinadona kupe. Sasa akipata mahali kuna alama kidogo ndio maana anafanya hivi. Okay. Mtazamaji, tuna sehemu ambayo kidogo tumeona kuna. Kwa hivyo kupe ni challenge. Hao ndege. Hao ni ndege ndio wanadona. Unaviona vikapu vinatulia kwa hiyo ng'ombe. Ukisamaki hivi, vimemdona naye huyu. Huyu anakuwa friendly vile ndege hata havishtui. Okay. Unaona? Mpaka ndio inafika mahali ndio vinamdona. Vinatulia hapa vinadona. Okay. Yeye mwenyewe yatulia tu akiviangalia. Okay. Naam, sasa ndio vimemfanya hivi hapa, hata kuna pale mgongoni pia. Yes. Na haiwezi kumletea madhara baadaye, ama inabidi utreat hizo vidonda? Hivi vidonda itabidi nitreat vidonda tu hivi, lakini hakuna madhara kusema ati vitamletea ugonjwa wala nini. Okay. Hiyo ndege hapana cha ugonjwa gani wala gani, hakuna ugonjwa wote hapa. Unatumia mbinu gani kumlisha huyu? Unamfanyia free range ama huwa nafanya free range pamoja, wengine wafungua, naenda nikalisha wote pamoja. Okay. Kabisa. Lakini hii ni pesa ya mradi wa gift. Okay. Hiyo pesa hiyo mradi hiyo ndo ilinisaidia mpaka nikanunua huyu ng'ombe. Okay. Ambaye huyu atanisaidia mimi na atasaidia mpaka wengine. Okay. Ili kuboresha mbegu zetu huku kijijini. Asante sana. Mtazamaji, pia huyu mkulima anafuga mbuzi na tunataka tu atuonyeshe kidogo pia mradi wake wa mbuzi,
atuambie ni aina gani ya mbuzi anafuga hapa, mradi huu umemsaidia vipi kimapato na malengo yake mengi tu ambayo yuko nayo katika maisha, hasa tukichukulia kwamba katika maeneo haya basi ni muhimu kuwa na miradi kama hii kusaidia kujiendeleza maisha ya kila siku. Sasa hebu tuelezee kidogo kuhusu huu mradi wako wa mbuzi. Uko na mbuzi wangapi na ulianzaje? Faida na changamoto zake. Mbuzi ni kama 86 hapa ndani. Hapa ndani. Hawa na pale na wale wenye watoto. Yes. Hawa ni kama 86. Na hapa ndani kuna hebu tuelezee kuna aina ngapi za mbuzi ziko hapa ndani? Ni mchanganyiko wa mbuzi hapa. Kuna mgala, alafu kuna wala cross wale wengine ambao wanaitwa kama German Alpine. Ni kama mbuzi kama Alpine. Okay. Uko na German Alpine hapa. German Alpine kidogo wamechanganyika wako ndani polepole. Structure yake ukaamua kuiweka juu. Kwa sababu mbona hawawezi kutoka sasa? Wanatuogopa sisi hapa. Sasa hawezi. Si utawafanyaje watoke sasa? Toka. Twende. 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 Toka. Twende. So mtazamaji, hapo ndani kama Juma alivyosema ni kwamba hawa ni baadhi ya hawa ni mbuzi karibu almost 80 goats ambao wako hapa ndani, na ni baadhi ya mradi tu ambao na yule mkubwa yule ni hao ni sawa jamani yule ya kiume. Okay. Huyu ni mgala huyu. Huyu ni gala. So huyo ni gala goat ambaye na ni mkubwa sana. Naam. Yule tunaweza mfikia karibu kweli? Yule mpaka ashikwe. Okay. Haina shida. Au pale pamoja. So labda pia watazamaji wetu wangetaka kujua wewe ulikuchukua gharama gani kutengeza hii nyumba na kwa nini uliweka ikawa iko juu? Hii nyumba inakuwa juu kwa sababu kupunguza maradhi na magonjwa na wadudu, kwa sababu iwapo mbuzi utakuwa chini kuna maradhi ya kwato na maradhi ya hii ugonjwa wa mapafu, lakini kwa kweli ile ni kama pneumonia. Pneumonia sasa ile wakiwa na chini ule mkojo wao nini, sasa kadri vile wanavyolala pale chini unyevu unaingia pale kwenye mafu kwenye kifua, sasa wataanza na kukohoa nini, sasa inakuwa pia inakuwa ni changamoto kwa. So mtazamaji, nafikiri unaweza ukajionea mwenyewe, hawa ni baadhi ya mbuzi ambao wako hapa. Mbuzi wengi tunakuwa na ukame, unakuja mvua nyingi, mara mbuzi wakikula wanakufa. Labda tuelezee umekuwa ukikabiliana na hali hiyo vipi, na ushawahi kupoteza mifugo kwa sababu ya ukame? Ukame ulikuja ingia, alafu ulikuja mvua nyingi ikaingia na magonjwa. Mbuzi nilikuja kupoteza mbuzi hapa karibia 60 na ulipoteza mbuzi 60? Karibu mbuzi 60 wadogo wadogo. Hiyo ni hasara kubwa sana kimsingi. Labda ulijisikiaje kupoteza wanyama hao wengi tu? Nilisikia vibaya sana kwa sababu naambia mtu ofisa aje, lakini hakuna matokeo mpaka ndipo pale na mashirika kama hii Agespan kuja kukufundisha na Plan International ule hala kufundisha, lakini japokuwa hauna kibali ndio ile kujifundisha na kuna mpaka sasa nimekuwa mimi mwenyewe sasa na sio kwa sababu mwenyewe sasa najisimamia mwenyewe na naweza kusaidia mpaka wenzangu kwamba kuatibu mwenyewe. Labda kwa mkulima ama kwa mtazamaji ambaye anapoangalia pale na anaona shughuli ambayo unafanya, unamshauri vipi kwa mtu ambaye anataka kuanza kilimo hiki cha ufugaji? Unamwambia azingatie mambo gani? Cha kuzingatia hapa la muhimu ni kuchagua mbegu bora kwanza. Na kama maana gani kusema mbegu bora? Wajua watu unasema bora mbegu, mbegu bora ambayo itakupatia manufaa upande wa uzaji. Mbuzi anatoa maziwa. Mbuzi nao ukimkamua wewe unapata maziwa nzuri. Kama kuna breed kama hii ya German Alpine, kuna Anglo-Nubian, kuna Tagelberg, unaona? Kuna Sanin. Hizi mbegu hizi iwapo utazipata vizuri, hao ni mbuzi wa maziwa. Unaona? Ambao sasa ukipata hao ukichanganya na hao hapa local unapata maziwa. Ukichanganya sasa mimi uchukua hao German Alpine kiasi hao huyo ndume na gala, sasa wale wana cross
Huyu akitoka mgala anaenda mkubwa zaidi. Maziwa utapata kutoka na maziwa ya mbuzi. Nyama naye mbuzi wa mwaka mmoja hapa wewe unakuja unauza nzuri. Kama mbuzi mdogo kama huyu unayemwona hapa, wewe uko na miezi 3-4 tu huyu. Okay. Wewe umekuwa kwa hii biashara labda zaidi ya miaka 10 sasa. Ndio kweli. Ni vitu gani ambavyo vimejitokeza kama challenge kubwa kabisa katika hii shughuli hii ya ufugaji wa hawa? Tatizo kubwa liko wapi labda? Tatizo kubwa zaidi nakuja wakati wa kiangazi. Chakula mbuzi inabidi unaenda mbali kuwatafutia chakula. Kingine ukiwa na jua kali, maradhi nayo yanakuwa mengi zaidi. Unaona? Mfugo wako unaathirika zaidi kwa sababu hakuwa yeye mwenyewe hashibi, anaingia magonjwa zaidi. Unaona? Okay. Sasa inakuwa hali ngumu. Alafu maji ni tatizo. Maji ni tatizo wakati wa ukame. Eneo hili hamna maji kabisa. Sasa ni afadhali na shirika la Give Dairy lilokuja tutumpata maji, sasa niweka maji hivi juzi. Okay. Unaona? Sasa kuna mradi wa maji ulikuja huko. Lakini hapo nyuma ulikuwa hakuna maji, unaenda mpaka mtoni huko. Ujue ukienda unapatia mbuzi wako mahali maji, mbuzi wengi wanakunywa pale pale na ng'ombe wanakunywa pale pale. Sasa pale pale ndio unaenda chukua magonjwa unaleta nyumbani. Kwa sababu mbuzi atakunywa, ng'ombe atakunywa hapo, na ng'ombe ameathirika anakunywa maji hapo akojoe anye, alafu wako naye anaenda kunywa maji yale yale. Sasa kadri anavyokunywa vile na yeye amechukua ugonjwa mwenzake ameweka kwake. Sasa nakuletea wewe dhiki nyumbani. Sasa hizo zinakuwa ni changamoto. Labda malengo yako ama siku za usoni, unataka kuachieve nini? Ndoto zako ni nini katika hichi kilimo cha ufugaji? Mimi kilimo cha ufugaji, mimi mwenyewe lengo langu kubwa ni izidi waende mpaka ni wakambuzi 100, 200, iwe angalau kwa mwaka nifikie mahali kuuza, hata kama kwa mwaka niuza hata kama mbuzi 100. Kila mwaka niuza hata kama mbuzi 100. Hapo utakuwa kidogo nifanyeni na inatimiza. Na ushawahi kuuza na ukaona kabisa faida yake? Tena wana faida nzuri sana. Kwa uchache mtu akikuombea mbuzi 10, waambiwa mbuzi 10 hao ni shilingi 5,500 mbuzi 10. Uko na 50. Mara hiyo unapata 50 unapata 50 unafanya mambo yako. Unaona? Kwa hivyo ni faida tele kwa tele. Ni faida, yani hana cha kupoteza. Okay. Kwa hivyo kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi pale, unamshauri vipi? Na angetaka sana kuanza ufugaji kama wewe vile ulivyoanza. Vizuri. Yeye ni amue kwanza, la muhimu nawe na subra. Alafu uvumilivu hali ya juu na kujitolea, kwa sababu kufugaji unataka kujitolea. Ikiwa hujajitolea na hujaamua, haitaki mambo mawili. Kama mama anataka kufuga, wewe fanya hiyo ni kazi. Kwa sababu kama kazi ile kazi nyingine zote mtu ambaye anafanya kazi. Hiyo ni kazi. Hii ni ajira kivyake. Ni kazi. Hii ni kazi hii. Na faida zake. Lakini uwezi sina nataka kufuga na huku nataka uende mkaoni uende kuonekana ukakae na marafiki. Haitaki kuchanganya. Asante sana. Nimeshukuru sana. Shukrani sana kwa kuniruhusu kuja hapa kwako na tukaongea. Nafikiri watazamaji wetu kuna vile ambavyo mmejionea wenyewe juhudi ambazo mfugaji huyu kutoka eneo hili la Kilimakeu anafanya kuhakikisha kwamba ufugaji huu unakuwa wa faida zake. Amekuelezea pia changamoto ambazo wanapitia kama magonjwa hapa na pale, lakini pia zaidi unatakikana uweke juhudi nyingi katika kuhakikisha kwamba ufugaji unakunaurisha na unaendelea mbele. Viewers, I think you have learned one or two things about this goat keeping project and dairy and goat keeping project here in Ganze. The farmer was categorical that at least there's money in livestock production. So it's upon people to take it seriously and make an impact out of it. It was a very, very nice story telling. Coming from this village here, remember sometimes these villages here can be very, very dry, but if you have the very, very right mechanisms of addressing issues like water, like fodder for these animals, then you are good to go. Of course, there are profits, like you have heard it from himself. There are profits, but also there are challenges. The challenges also make informed decision at the end of the day to enable you benefit from such kind of initiative here. So it was a very, very nice story here, and it shows how resilient our farmers is, trying different method of making it through such kind of money. There's wealth in livestock, of course, and of course, when we make use of our good natural resources, then where we are, and things will even be more
better in future. It has been a very, very nice story here. My name is Kazungu Samuel, and this has been the Untold Farming segment coming to you from Ganze, Kilifi County.